السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد, nimesimamishwa kwa amri ya mzee wetu Baba Hamid na kwa amri ya family ili tuweze kuwapatia kalimatu shukr. Makamu haya si makamu yangu, makamu haya yalikuwa na mwenyewe, na nafikiri nyote mwamfahamu, na hapa ametajika na tumemwombea dua. Muhimu tu tusimsahau katika dua zetu, na japokuwa ni kalimatu shukuru, lakini na mambo mawili nataka kumkumbusha ndugu yangu ambaye ndiye bwana harusi na ambaye ndiye tulimjia hapa. Katika nasaha mbili ambazo daiman ilikuwa zikitolewa katika haflati zetu, ya kwanza ni kuwa katika ndoa kikubwa kinachotafutwa ni kupatikana peace, ambayo ni sakina. Ukawa na yote majumba makubwa, magari ya kifakhri na kila anwaa ya starehe, lakini kama hakuna peace katika nyumba yako, hayo yote hatotambulikana. Na kinyume chake, ukayakosa yote hayo mambo ya kifakhri, lakini ukajaribu kuidhibiti nyumba yako, ukaweka peace ndani yake, basi atajihisi yeye ni kama malkia. Kwa hiyo kuambiwa kuwa tupate sakina, lazima uinvest ndani yake, haitwaliwi tu hivi hivi. Na wenye kupata sakina waangalie kwa uzuri kwa wale watu wamekuwa chini kwenye wake zao kwa mambo yanayostahiki, na kuna mahali wanakuwa juu. Sio lazima kila mahali wewe uwe juu. Kuna mahala ni lazima ukubali ushindani na wewe ushuke chini ili kuondoa ule ugomvi, ndo nyumba yako iwe sawa sawa. Jambo la pili katika nasaha ambayo mzee wako daima anakitupatia ni kuwa wewe ni rijal na ni mwanamume na uko kwenye ndoa. Mwanamume yoyote ni lazima awe na wivu. Pakikosekana wivu katika ndoa yako itaanguka. Na usipokuwa na wivu, pengine kilima hakitakuwa kizuri, lakini utakuwa ni dayuth. Kwa hiyo usikubali kwa dayuthi katika nyumba yako. Na kuna msemo wake maarufu akikwambia kuwa unapowakaribisha marafiki zako kwenye nyumba, kile kilima cha come meet my wife usikifanye katika nyumba yako. Kwa hiyo ningependa kukomea hapa na kuwapa shukrani nyote kwa kuata mashughuli yenu, kuata makazi yenu, kuata majumba yenu, kuja kulisharifisha jambo hili la kheri la kuunganisha familia hizi mbili. Tuombe bwana harusi na bibi harusi, Mwenyezi Mungu awapatie dhuria wema, wawe ni qurratul ayun, wawafae wao sisi waislamu wote duniani. Shukran, jazakumullahu khair, ahsan. Vile vile tunatoa shukrani kwa maratibu wa msikiti. Shukran, jazakumullahu khair. Assalamu alaykum.